na kuponea kifo kwa tuhuma za kuwa mchawi katika eneo la Gombaya, kaunti ndogo ya Malindi, kaunti ya Kilifi. Katana Kenga alivamiwa na mtu anedai ni ndugu yake baada ya kudaiwa kumroga mwanae aliyewawa na kiboko kwenye mto Sabaki. Kwa sasa anaishi kwenye kituo cha kuokoa wazee wanaotuhumiwa kuwa wachawi kiitwacho Mekatilili, kinachoendeshwa na Malindi District Cultural Association, eneo la Moi, kaunti ndogo ya Magarini. Cha kuzunisha ni kwamba wakati yeye anauguza majeraha, baadhi ya familia wanapanga njama ya kuuza shamba ekari 10 ya urithi. Julius Wanyama kutoka kwa shirika la Haki Yetu amesema kesi za wazee wanaouawa kwa tuhuma za uchawi na wale wanaponea wanapata changamoto ya kupata haki. Uliwa na panga zinarushwa. Na yule mtu ambaye alikuwa anarusha upanga ulikuwa unamjua? Namjua. Unamjua? Ndo akaendelea mpaka akamaliza ile shughuli yake. Chanzo kabisa huyu ana mzozo wa kutoka nyuma, kuzozana na wadogo wake wakitetea mambo ya shamba. Hilo shamba wanataka kugawanya, lakini kugawanya kwao hawataki watu wengi wale wenye kuhusika hiyo shamba, wanamtaka ndugu yao peke yake. Hapo awali tulifanya utafiti, na utafiti huu kaashiria kwamba asilimia kubwa ya mauaji hapa nchini Kenya inatoka Kilifi county. Tumeona kwamba ni asilimia 58.2 kwa asilimia 24.8 ya kitaifa mzima. Tunaona Kilifi county inaongoza kwa asilimia kubwa, labda ikifuatilizwa na Kisii. Na kitu kingine ambacho tumeona katika haya mauaji wakati tunafanya utafiti ni kwamba upande wa Kilifi idadi kubwa ya watu ambao wanauawa ni wanaume. Tafadhali waangalie hii boma, hususan serikali ya county ingalie hii boma. Hii boma kuna wazee na wazee wanatuhumiwa na wazee wako hatarini na hakuna fence, hakuna nini. Miungano 6 ya madaktari wa mifugo inawarai wabunge kupitisha mswada wa mamlaka ya dawa nchini